vingine unaenda. Nikamwambia vipi? Akasema nimeona kuna viwango Bwana anakupeleka. Ufahamu wa watu wako wanaweza wakakuacha wakafikiri wako na wewe, kumbe wameshaachwa zamani sana. Nikamwambia kwa hiyo unamaanisha nini? Akasema nikamwomba Mungu niweze kupaa na ufahamu wako. Nikamwambia ukaona nini? Akasema nikaona vitu vingine vinadakwa na sadaka. Nikamwambia Mtumishi wa Mungu Elisha akamuona Elia, akagundua Elia anaenda kutwaliwa. Akasema hili wingu hili, nikicheza mbali jamaa kiwango chake kinaenda kuniacha mimi, nitabaki vipi? Akang'ang'ana na muda, akamwambia mzee, kwanza akampa chakula, akala akashiba. Alipokula akashiba, akamwambia mzee aliposhiba akamuuliza, sasa hebu niambie unataka nikufanyie nini? Wewe unataka mchungaji akufanyie nini? Amekula nini mpaka akashiba mpaka atake kutaka? Yaani unataka afanye nini ili aweze kufanya? Akamwambia sehemu ya nguvu zako maradufu. Umeomba kitu kikubwa. Umeomba kitu ambacho Mungu tu ndo anaweza kukifanya. Lakini ukiweza kuniona wakati ninaondoka, hiyo ndio utaipata. Kiwango cha kutembea na wingu ni kiwango cha kulijua wingu. Je, kujua wingu lipo, limesimama au linatembea? Unaweza ukafikiri upo kwenye wingu, kumbe ndio linamalizikia, alafu jua litakapokupiga ndio utashaka nilikuwa hapa. It was there. Mwambie jirani yako, haya ni mazungumzo. Kama unataka kuelewa utaelewa. Kama unataka kuelewa utasema utabaki karagabao. Sema amina. Amina nyingine. Amina nyingine. Akasema hivi, natamani kanisa lote tungetoa sadaka ambapo angalau tuweke kiwango cha ufahamu, angalau kutoka kuanzia 5,000 kwenda juu, kulingana na uwezo wa ufahamu wa mtu anayetoa hiyo sadaka, anataka kwenda wapi, lakini sio chini ya 5,000. Nikasema njoni kwangu, unawajua walio wako. Haleluya. Unajua mzee wengine hapo wakitoaga 2,000 wanapata homa. Sasa 5,000. Nikasema nisibishane na nabii. Nasema unaweza kumkataa nabii lakini usikatae unabii. Haleluya. Haleluya. Nikasema unaweza, sheria hautakiwi kukataa unabii. Kumkataa nabii. Nabii usimkatae, ila unaweza kukataa unabii. Haleluya. Amina. Basi nikasema basi kwa kuwa nabii ameleta ujumbe, acha uende hivyo hivyo. Nikamwambia wewe sema amina. Lakini ni mng'ao. Mng'ao ni nini? Mng'ao ni kibali. Mwambie jirani yako kibali. Kibali. Kibali ni kitu anachokipata mtu kwa sababu ya mambo makuu matatu. Mwanzo 4:7. Mwanzo 4:7 inasemaje? Mwanzo 4:7. Ndio. Kama ukitenda vyema hutapata kibali. Hutapata kibali. Sasa ilivyoandikwa, maana imeandikwa kwa swali. Usipotenda vyema na usipotenda vyema, dhambi iko inaku
inakuotea, dhambi iko na inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa uishinde. Walakini waipasa uishinde. Kibali, ng'ao, kukubalika. Unaweza ukaenda kazini ukashangaa bosi anampenda fulani sana kuliko wewe. Jibu lake ni rahisi sana, kwamba amekuzidi kibali, amekuzidi mng'ao, anang'aa kuliko wewe. Mume wangu siku hizi ana michepuko. Sikia, umepoteza mng'ao. Ngoja tuongee pole pole. Tunazungumza, mwambie jirani yako mazungumzo. Ukimwona mtu anapendwa na bosi, apendwi bure. Mshirikina sana. Nenda kwa waganga wote, alafu usifanye vile ambavyo bosi anavitaka, uone kama atakuelewaga. Hawezi kukuelewa. Jua kile ambacho bosi anataka ufanye. Do it and do it. Nini? Exactly. Perfect. Fanya, alafu fanya kwa uhakika. Bosi atakuamini, bosi atakuachia ofisi, bosi atakukaimisha ubosi. Alafu utasema huyu mtu ni mchawi. Kuna watu wawili ambao walikuwa wanamwendea Mungu, wamebeba dhabihu zao na maombi. Amen. Alikuwa anaongea kitu hapa kiongozi wa ibada, akasema hivi, alipokuja kuniona mimi ofisini, ananiambia baba, kuna maono nimeona. Nikamwambia maono gani? Maono ya ufahamu. Ufahamu gani? Dada fulani usiku alipigiwa simu na nabii, kiongea na fulani anakuibia image yako. Asubuhi anaamka, kumbe bwana, mimi siku hiyo ndio nimepigiwa simu uende ukaripoti kwenye kazi uliokuwa unaitafuta. Hapo mimi nilikuwa naitafuta, nimepigiwa simu na bosi ili uende ukaripoti. Shetani kapita hapo hapo, kamchomekea nabii akuchomekee. Alafu unapiga simu yako unaiangalia, utajibu. Anayejibu mimi wewe? Anayejibu mimi wewe? Ukijikuta tu unanuna tu, jichekeshe mwenyewe. Na unajua kuna wakati unatakiwa wewe unajicheka mwenyewe. Sasa na mimi nimenuna eti. Haya. Hivi nuru ni yangu ya kwao? Ya kwangu. Anayeona ni mimi, wao ni mimi. Maanake macho ni ya kwako. Ukitaka kurusha mchanga kwenye macho yako mwenyewe, mpuzi mmoja. Haleluya. Lazima wewe kwanza uwe mpuzi mmoja. Kuna mtu anayuko tayari kuruhusu mchanga uingie kwenye macho, lakini meno ya jirani yanatafunaga mchanga, braza. Wewe sasa kwenye ubaba tu mchanga mmoja tu uingie. Mbona unataka wenzako atafune? Yaani unataka uongee mabaya kwa wenzako, alafu asikuchukie. Utununie, alafu tukuchekee. Yaani nikikuta umenuna kwenda na kubaraza kama vile sikujui. Hiyo ndio kanuni yangu. Yaani nikikuta umenuna tu, yaani nakubaraza mpaka wasema huyu jamaa na roho. Wafalme wa pili 17:17.
wapitisha watoto wao waume na wake motoni. Zaburi 106 mstari wa 37 hadi 38. Naam, walitoa wana wao na mabinti zao kuwa dhabihu kwa mashetani. Ukiona mtu anaongea mabinti wa wenzake, anaosema vibaya watoto wa wenzake, ni wanawapitisha watoto wake kwenye moto kwa agano la moto wa kafara za wapumbavu. Kuna mama watulii kabisa, yani katoto fulani, yani kameshakuwa kakubuu kabisa, kajambazi, kaizi kabisa, yani anajua kuelezea vizuri watoto wa wenzake vizuri, utafikiri yeye mgumba.